we do it. Yes. Today I just want to remind you that don't let social media thing, people's opinions define your life. Yani usiruhusu mawazo ya mtu yakaeleza define. How do I put it? Definition in Swahili? Okay, let me use English. Kwamba do not let social media, people's opinions define your life. It is your life. You need to know how to live it, to explore, and what to eat. I mean, what to take and what to ignore. You know, there are some people they don't know what to ignore, what to take, what to leave. Yani kuna vile vitu ambavyo unaweza kuvichukua, vingine usivichukue, vingine hata usivifikirie. Umevikuta sehemu umeviacha. Alafu social media, most of them are keyboard warrior. Anaweza kaandika kitu kuhusu kitu and be like, hey, kwa nini anaongea hivi kuhusu kitu fulani? You know that? Au maneno ya watu. Unajua watu wanaongea sana. People talk. Yani watu wanaongea and be like, hey, huyu mtu anaweza kuongeaje vitu kama hivi. Lakini kwambie mtu anaongea kile kitu ambacho kimemjaa. Kwa mtu ambaye amejaa furaha, there's no way akaongea huzuni. Na mtu ambaye anafurahi, hakuna namna ataweza kukuhuzunisha wewe. So, kama mtu anatamani, anatafuta kukuhuzunisha wewe, obvious that person ana huzuni na ajui namna ya kudili na huzuni, because huzuni ni kitu ambacho kina happen kwenye maisha, kwa sababu because we are living, we expect sometimes tuna lose, sometimes tuna gain, sometimes we are happy, sometimes we are lonely, we are so and all that. Lakini ukishaona mtu anapambana kuambukiza huzuni ndani yako, huyo mtu ana huzuni. Kinachomtoka mtu ndio kimemjaa. Kama mimi nina furaha, kwa nini nitafute kukuhuzunisha wewe? Kama mimi kwangu kumejengeka, kumeimarika, kwa nini nitafute kukuchonganisha wewe? Kama mimi kwangu kunang'aa, kwa nini nitafute kukufubaza wewe na kwako, you know? Kwa hiyo sometimes mtu unaweza sio mjue sana, lakini the way anavyo behave, the way anavyoongea, the way mambo yake yanavyoenda is obvious kile kitu ambacho kinamchosha. Kwa mfano, kuna watu wanakaa na majirani ambao they all yani wanafikiria namna ambavyo watawachonganisha watu, namna ambavyo watawatenganisha. Unaweza kukutana na watu wanapendana, they truly love each other. Lakini wewe kama because you are idle, you have no one in your life, unafikiria namna ambavyo utawatenganisha. Hivi tuseme tu ukweli. Unaweza ukawa unajenga kwako afu unaweza ukawa na furaha ukamwambukiza mtu huzuni. Obvious no. Kwa hiyo mtu mwenye furaha atakuambukiza furaha, na mtu mwenye huzuni atataka pia kuambukiza huzuni. So it is upon you to take it or leave it. People's opinions. Kuna watu mtu anaweza kukupa opinion yake and you'll be like, oh, it's true, eh? Hii ni kweli bwana. No, eh. But nikwambie, you need to understand huyo mtu ni nani. Mtu anaweza kukwambia kitu kibaya and be like, hey, this is true. Mtu anaweza kukushtakia vitu ambavyo havipo. Let's say husband and wife. Unakutana na mtu anakuambia ni rafiki yako, let's say maybe ni husband, labda ni rafiki wa mume wako au colleague and all that. Anakuja anakuambia, you know husband, mume wako akiwa kazini anafanyaga 1 2 3. But wewe ulimuuliza kafuatilia mambo ya mume wako? Hapana. Ulimuuliza kafuatilia mambo ya mke wako? Hapana. Lakini ukija kuangalia background ya yule mtu anakuletea habari za mume wako, unaweza kukuta hata hana huyo mume. So anachotaka anatakaje? Anataka wote mkosa. So if you don't think clearly, unaenda na kwa hiyo you need to know, yani lazima, kama ni Elvira anakuletea umbea, you need to know who is Elvira. Kama analetea umbea wa aina fulani, what about her? Kwa mfano mtu anaweza kaa kazini. You know, kazini tukiwa employed, we expect better things. Tunatamani tulipo vizuri, tuishi maisha mazuri and all that. So unakuta mtu ambaye yupo kazini for 10 years, alafu wewe umetoka ni graduate, maybe you have only 1 year kwenye kazi. Na ukiwa pale unajaribu, it's just a discussion, you know. And you'll be like, but nimeshatumia mwaka mmoja hapa, but I feel like this is not what I wanted. This is not what I wanted, and this is no longer what I want.
Bad thing ni kwamba you have good idea. Yaani una vitu vizuri kabisa unavyoongea, but you are talking to the wrong person. Why? Because that person has been there for 10 years and she or you don't see any place to go. But you are young, you still have dream, you still have a plan and all that. So if you get the opinions from that person, obviously they'll be like, hey, where do you think you are going? Ajira ni ngumu kupata. Ni ngumu kupata kwa sababu anataka na wewe anakuvuta uendelee kukaa pale, uspend 10 years like him or her. And sometimes also spending 10 years in the same job which doesn't pay you very well, my friend, there is no way utatoka kwenye mnyororo. Kwa hiyo naye anakuvuta na you be like, kweli it is true bana. So don't let social media people opinions define your life. Define your life by your own. What do you want? When do you want it? If you can think about it, you can have it, you can do it. So have a plan. Usifikirie kwamba unaenda, and by the way, there are some people think kwamba social media inakuwa na majibu sahihi. Kwa mfano, maybe you have a business plan. Na ushapata sehemu ya kuchukua mzigo, wateja, eneo la kuweka hiyo kazi and all that. Then unaingia kwenye mtandao be like, hey, huyu mtu anaongelea biashara fulani. Hii biashara sio mimi nataka kufanya. Anakupa negative side ya hicho kitu. But that person is a content creator, you know? Kwa hiyo sasa wewe unaingia kwenye kitu ambacho ukijui, unaanza kudili na watu ambao pia hawajui. So that person, the content creator, is being paid because of kila anachokiandika. Lakini wewe you had a good survey, you had a good whatever, you had a good plan. But unfortunately you made this post and you'll be like, oh, no, I can no longer do it. Yeah. Another thing ni pia kuwa na watu ambao people's opinions. We have your own plan. Unaenda unamshirikisha mtu anakuambia hichi kiwezekani. Na wewe, so let's do our life by our own. If you need some help, tujue ni namna na ni wapi tunaenda kumomba mtu msaada.